Leo nitakufundisha namna sahihi ya kuhesabu siku za mwezi, lakini pia na kupanga uzazi wa mpango kwa kutumia njia ya kalenda. Nitakuonyesha maanake hapa tutakuwa tunazungumzia kuna aina nyingi sana za mizunguko ya hedhi kwa wanawake, lakini nitatumia mzunguko wa hedhi wa siku 28. Sasa kama utakuwa ni mwanamke ambaye una mzunguko wa hedhi wa siku 28, unatakiwa kutega sikio ili unisikilize na uweze kunielewa zaidi. Kabla sijaendelea, na kushauri uweze share video hii na watu wengine ili waweze kujifunza zaidi, lakini kama una swali utaacha kwenye comment section ili uweze kupata ufafanuzi zaidi. Kama utakuwa una mzunguko wa siku 28, maana yake tunazungumzia siku 28. Mzunguko wako labda tuseme kila mwezi huwa unaanza mzunguko wako wa hedhi kwa siku ya kwanza ya mwezi husika. Kitu ambacho utakifanya, utahesabia siku 14 kuanzia kwenye hiyo siku ambayo umeanza kuiona damu, na inategemeana. Kuna ambao wanaingia siku za hedhi kwa siku 3, lakini pia kuna ambao wana bleed kwa siku 5. Sasa hapa nitaelezea kwa wale ambao wana bleed kwa siku 5. Kwa siku ya kwanza ambayo utaanza kuona damu, hiyo ndio itakuwa ni siku yako ya kwanza ya kuhesabia mzunguko wako wa hedhi. Siku ya kwanza utabidi, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya 4, siku ya 5. Ikatokea siku ya 5 damu ikawa imekata, manake hapo ndipo ambapo tunasema kwamba damu za hedhi zitakuwa zimekoma. Na kuanzia siku ya 6, ya 7, ya 8, ya 9, ya 10 mpaka ya 14, hizo ni siku ambazo utazihesabia. Lakini ikifika siku ya 14 ndio siku ambayo yai huwa linatoka kwenye mji wa mayai na kufika kwenye fallopian tube kwa ajili ya kusubiria mbegu ya kiume. Sasa utajuaje siku gani ni siku ya hatari? Siku ya hatari tumesema ni siku ya 14, lakini kikawaida huwa unashauriwa kurudi siku 3 nyuma kabla ya siku ya ovulation. Manake unarudi, kama hii ilikuwa ni siku ya 14, manake itakuwa ni siku ya 13, ya 12, siku ya 11. Kwa kuanzia siku ya 11 hapo itakuwa ni siku yako ya hatari. Tafsiri yake ni kwamba itakuwa ni partial au tunasema ni semi fertilization. Kwa ukishiriki tendo la ndoa na mwanaume kama haukupanga kubeba ujauzito katika siku hizi, kuna chansi kubwa ya wewe mwanamke kuweza kubeba ujauzito. Lakini pia utaenda siku 3 nyingine mbele, kuanzia ile siku ya ovulation utahesadia siku 3 nyingine mbele mpaka tarehe 17. Ukifika tarehe 17, hiyo itakuwa ni siku zako za hatari. Kwa hiyo kama wewe ni mwanamke ambaye hautaki kubeba ujauzito katika kipindi ambacho unakuwa haujapanga kubeba mimba, unashauriwa kuacha kushiriki tendo la ndoa kuanzia siku ya 11 mpaka siku ya 17 kama mzunguko wako unaanzia tarehe 1 ya kila mwezi. Lakini kuanzia siku ya 18, 19 na kuendelea mpaka siku ya 28 tunasema ni siku salama. Kwa hiyo kama wewe ni mwanamke ambaye unatamani kushiriki sana tendo la ndoa, zitumie hizi siku, zitakusaidia sana kufurahia tendo la ndoa na hautokuwa katika hatari ya kuweza kubeba ujauzito. Kama kuna kitu ambacho utakuwa umejifunza, unaweza kwa comment hapo, lakini usisahau kushare ujumbe huu na wanawake wengi ili waweze kujifunza na kupata maarifa ya kina zaidi. Kama una changamoto yoyote, namba yangu ipo hapo kwenye bio, unaweza kuichukua kwa ajili ya kupata ushauri na matibabu kama una changamoto za kiafya. Karibu sana.